Unatoka wapi usiku? Wewe dogo. Unapeleka wapi huo mchi? Mama kaniambia nirejeshe kwa Mama Dula. Hivyo kwa mchafu. Je, aliusafisha kabla ya kupa kuupeleka? Hajasafisha au mchi wala kinu chake. Kamwambia mama yako aache uchafu. Tena ni mchafu wa kiwango cha flyover. Anatumiaje mchi alafu anashindwa kuusafisha? Si uchafu huo ni uchafu na ni uchafu. Na wanawake kama hawa ni msungo. Kamwambia mama yako yeye ni msungo. Tumia kusafisha mbavu. Huyu ndo mama yako alikuagiza upeleke mchi bila kuosha. Si ndio huyu? Ndio. Mama yangu. Hivi wewe, kwa nini ulinitukana? Mimi sijakutukana hivyo. Mimi sijakutukana kabisa. Ila wewe ndio umejitukana mwenyewe. Wewe mwenyewe umejitukana. Basi ondoka. Niondoke? Subutu. Yaani niondoke ikiwa bado wewe sijakufunda? Wewe hujafundwa. Hujafundwa. Na kama umefundwa, basi unatakiwa upigwe msasa. Na kazi hiyo naiweza mimi tu. Kupiga watu msasa waliokuwa hawajafundwa. Mama, ukitumia mchi, hakikisha unauosha kwa ajili ya kazi nyingine. Sio unautumia afu unaurudisha vile vile. Matumizi mabaya ya kutumia haipo hivyo. Sio kutumia kusafisha vibaya hivyo. Tumia, safisha kwa kazi mpya. Kwanza unatakiwa tu ushangae. Wewe mama mwenye mtoto, unamruhusu vipi mtoto wako akupige picha? Picha zenyewe mikao imekaa vyeka, unataka kujamba afu umekaa tu hivyo ovyo. Unamfundisha nini shao wako? Unamfundisha nini? Ondoka bwana. Naondoka, kwani nilivyokuja nilikwambia? Muangalie. Kutumia tu, kusafisha shao. Kama mama yako akikosea tena, mfunde. So dhambi kumfunda mama yako akiwa anakosea. Siri za ndani zibaki ndani. Unaenda huko? Naenda. Mama, hivi kweli ni msungo? Nini wewe? Afu mtoto wewe. Toka hapa. Malkia wa dunia yangu. Niambie. Wewe, mke wako yuko wapi? Ameenda sokoni. Sikia. Basi tuende hata chooni basi. Maki nimemisi sana ni michezo yako yani. Alafu siku hizi ni umekuwa mgumu kweli yani. Sijui shida ni nini. Wewe naye, si nikwambia subiri nipone. Huyu hapo.
Dada. Karibu. Asante mama. Poa. Nzima. Poa. Sikia, kuna mahali nataka twende. Kajiandae basi, nisindikize. Wapi? Wewe kajiandae. Basi subiri kwanza kamwandae mume alafu ndo tuondoke. Wewe naye kwa mume gani sasa huyo anayekutoa machozi kila muda? Dada, ndoa hii. Kidogo. Niambie leo na bei gani? Yaani leo mimi sina hela kabisa. Sina 100 kipande, sina. Leo mimi nina tendo. Tendo nitakupa. Hela sina. Sasa tendo bila pesa, ilo tendo yenyewe inafanyikaje? Kwani pale unaweka hela, unaweka jinsia? Mimi naweka jinsia kimanumanu. Siweki hela. Hebu kuwa serious basi. Hii biashara. Uelete hela hiyo tukashebelishe wewe. Wewe usiona umwi mwembamba huu. Na shughuli ndani mimi. Awa. Leo hakuna kushebeleka. Leo ni bila hela, labda ndo tushebeleke. Sina hela. Kwa kama ulikuwa una hela ulinisimamisha nini hapa mjini? Ndio nimekwambia sina hela sasa. Wewe twende ukani bless. Wewe ni bless utalipwa. Nani unanichosha tu hapa? Kama una hela, pita zako kwa mimi niendelee na safari yangu. Nenda. Sasa ulinisimamisha nini kama una hela? Kwani ulisimama kama? Hebu nitokee mimi, pombe tu. Waangalie. Matege yale kama ya ukwasi. Yaani watoto wa kike wa siku hizi sijui wapoje. Yaani mkikutana ukimpigia simu njoo tuonane, akili yake ndo anajua vikoba, anatibu, nyumba anajenga kwa pesa ya mwanaume. Akati mimi nakupa hela siku moja kwa ajili ya tendo alafu unaokosa upendo kwa muda mrefu. Ndivyo unakutana na wanaume wengine hasira zake zinaishia pale pale. Anakutumia 10,000 unalipa mambo ya 30,000, 25,000. Shweka na filimba mpaka ukome pumbavu. Shenzi sana wanawake kama nyinyi. Nenda kwa mwanaume mpe tendo, rudi nyumbani. Yeye atakutumia. Mapenzi ni tendo, sio pesa. Pumbavu. Pombe kuacha mimi nataka. Ila nkilala na utawita, naita baba. Oh my. Wewe haujui. Naumia sana Mbwela. Mimi najua kama wewe unaumia. Na wala sio ya kunifundisha hayo ambayo unayopitia. Mapenzi yanauma sana. Tena sana. Alikuwa zaidi ya mwanamke kipindi tupo katika uchumba. Isitoshe mimi nimewekeza kila kitu kwa Mwasi. Tafadhali zungumza naye shemeji yako, huenda akakuelewa. Nakuomba sana. Lako langu, langu lako. Wewe ni rafiki yangu, kwa hiyo nitakaa naye shemeji na nitazungumza naye kila kitu. Mimi naamini atanielewa sana kwa sababu ni mtu ambaye namheshimu na yeye ananiheshimu sana. Nakuamini. Samahani, naomba kukuuliza. Eti mama yako yupo? Hapana, ametoka. Basi sawa, haina shida. Akija nimwambiaje? Wewe utamwambia kwamba fundi amekuja.
Fundi wa nini? Ukimwambia tu alikuja fundi mwenyewe anajua kwamba fundi wa nini. Sawa. Afadhali mume wangu umefika haraka. Nilikuwa natoka hapa naelekea kwa mama. Nitakaa kama siku 3 hivi. Umemwaga nani? Nimemwaga nani? Si ndo nakuaga hivi au unatakaje? Unajua mke wangu ananikosea sana. Wewe unikoseaje? Shika funguo mpozi wewe. Sawa, nenda. Sijui kwa nini Tete ananifanyia hivi. Najaribu kufanya vitu vingi sana kwake, lakini imekuwa tofauti na vile ambavyo nategemea Bwana Butua. Tatizo huwezi kuona kosa la akili yako. Hiyo ndio shida Tanu. Lakini kama ungeona kosa la akili yako, ungejua namna gani ya kujitibia. Alishaniambia kuwa amemaliza vitu vyake. Haya, na mimi nakwambia sinywi pombe. Kwani kusema ndo kutenda? Wengi wanasema lakini wanachokitenda ni tofauti. Wewe vipi Tanu? Namlea kihuruma na kiunyenyekevu sana. Sasa hivi inalazimika kila siku ya Mungu lazima nitoe shilingi 1000 kwa ajili ya baba, ili tu niendezeshe. Lakini bado huruma sio malezi. Huruma sio malezi kabisa. Buku kwa siku kwa mwezi 30 hela. Hiyo hela nyingi sana katika maisha yetu ya sasa hivi. Hiyo hela ungewekeza kwenye sehemu nyingine, ingekuwa safi na salama. Upendo ujengeke kwa pesa, Bwana Tanu. Ukiona umemchoka, achana naye ili wengine wakamuoe wapate shida kama unazopitia wewe. Usilazimishe upendo mzee baba. Ukimwona eleweki, weka chini, piga wengine, weka chini, tafuta wengine. Usilazimishe. Kwa nini unalazimisha upendo? Unaanzia wapi? Shauri yako. Sawa. Siku 3 zimefika. Nahitaji funguo. Kesho nahitaji uende ukaonane na Mbwela. Ni muhimu sana.
Wewe mwizi eh? Wewe mwizi eh? Ni mwizi? Kwa nini unanyemelea hapa kwangu? Na kuona tu nyata. Shida nini? Nimekuja kuangalia king'amuzi. King'amuzi? Nilikwambia mimi nataka fundi. Nikwambia nataka fundi? Hamna mesi. Wewe mjinga, kwani unapajua? Nitakufuata tu. Shenzi mkubwa wewe. Nikimuona domo linajaa mate, ila kama kangu kanasema nikaushe. Nikaushe butua, nikaushe mimi. Nikimuona domo yule ndo mke wangu. Na vile unavyoona, zile ndio tabia zake za kila siku. Yupo vizuri. Yupo vizuri sana. Twende. Nikaushe mwenzenu. Domo langu zito kama timbulo, majozi mengi kichwani hadi uchulo. Mina mengi ya kusema kuhusu yeye, ila nashindwa kusema, nabaki mwenyewe. Mama nikimuona moyo nafanya pipa, nashindwa fanya chochote moyo na sita. Machoni mwangu machozi yanamiminika. Mke wangu, ina maana wewe uoni wageni? Wewe uoni kwamba tuna mgeni? Yuko wapi? Si huyu. Huyu mgeni mlevi? Wewe koma wewe. Kati yangu mimi na wewe nani mlevi? Wewe hapo. Sawa. Mimi mlevi kwa sababu nakunywa pombe. Lakini wewe ni mlevi wa akili. Huna akili hata moja. 5. Hapa hakuna mwanamke. Mwanamke anayewaza TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp, sijui. Hawezi kuwa mwanamke bora kwako. Wewe cha kufanya mpe talaka, weka goma lingine, weka chuma kingine. Hafai kuwa mke huyo. Weka chuma kingine babu. 5 nisikilize mimi. Butua. Mimi sijakuleta kwangu uzungumze hayo. Hebu naomba uondoke Butua. Naomba uondoke nyumbani kwangu bwana. Sawa naenda, lakini nakukumbusha kwamba hapa hakuna mwanamke. Muangalie. Dela kama kanzu. Mke wangu namjua vizuri. Naomba uondoke ndugu yangu. Haitabadilisha chochote kwamba hapa wewe una mtandao sio mwanamke. Na siku zote 5 hakuna kosa baya kama kukosea kuoa na kuwa na mwanamke sahihi. Ni bonge la kosa. Dadek. Oh my. Uwezo. Ni wageni gani ambao unaniletea hapa ndani eh? Unasema twende ndani. Acha kunizalilisha. Twende ndani. Acha kunizalilisha mke wangu. Yala. Wewe. Kuna nini? Mbona unaingia ndani kama mwizi? Bablai vipi? Bwana mchongo kufuatiliana vipi sasa? Hebu nikaushie bwana one time. Wewe vipi bwana mzee? Ukikaushiwa utakula? Wewe mjinga nini? Mimi nakuuliza unasema nikukaushie. Mzee wangu univunjie heshima ujue. Alafu na kurespect sana yani. Wewe kama umeshiwa mechongogoro unanipangilia bwana 1 2 3 mimi natengeneza mazingira na kuandunda. Unaleta pigo kama hizo vipi sasa? Taibiana sasa hivi mzee wangu. Babu kweli sasa umeshakuwa, lakini kama umetoka kuiba la kwako, lakini kama umetoka kwenye mipango fulani, mbona mimi nilikuwepo huko zamani. Ila usijali. Mjinga au subiri kwanza. Napajua sana kwao. Mimi nitakupeleka, lakini naomba tukubaliane kitu. Sawa, ondoa shaka juu yangu. Mtafanya chochote ili niwe karibu na mdogo wako Mazonge. Nampenda sana. Mimi na Mazonge tunakutana kwa mama tu. Ila kila mtu ana baba yake. Licha ya haya, Jenzo mimi nakupenda. Unasemaje wewe? Hivi unakili kule? Kumbe ni mshenzi. Ungesimama mshenzi mkubwa wewe. Hivi wewe mtoto, nilikwambia nini kuhusu ule kijana kufika hapa nyumbani kwangu? Nilikuwa namkataza asije tena.
Muda mwingine najuta kwa nini ulikuwa mtoto wangu wa kwanza. Mara 100 ungekuwa mtoto wangu wa 3 ningejua mtoto wangu wa mwisho huna akili. Nisikilize kwa makini. Hivi kwa nini wewe mtoto huna akili? Sasa liweke hili akilini. Wakati mwingine ukilirudia hili swala, hii sasa ninayoongea ni mara yangu ya mwisho, maana siwezi kuiwekea hesabu tena. Ukilirudia hili swala, nitakurudisha nilikokutoa. Nipunguze na hizi hapa, wewe mtoto mpumbavu. Mweupe anang'aa. Shikamoo. Marhaba. Mzee, ongea na mjukuu wako. Nimemfuma leo kinyata kwangu. Sijui ana tabia za wizi. Ongea naye. Usipomfunza wewe, utamfunza sisi walimwengu kwa kumchoma moto. Tabia za wizi tena? Sijawahi kumuona wala kusikia. Mzee hofu kweli. Sasa ndio umesikia kwangu. Ndio nakwambia hapo, mjukuu wako ni mwizi. Mfunze. Vipi sasa kuhusu jibu langu? Tafuta pesa, afu ndo nitafute. Huwezi kuwa na mtoto mzuri kama mimi ukiwa huna pesa. Upo mzee? Haya, sisi nafasi ya wazee tena zimekwisha, sasa hivi tunawaachia vijana, lakini nitapambana. Usinidharau bwana, Ameshaondoka? Ameshaondoka. Kila kitu umesikia. Wewe mwizi. Alichokisema yuko sahihi, ila ameshindwa kutofautisha kati ya 9 na 6. Ni kweli mimi ni mwizi, lakini ni mwizi wa hisia na sio mwizi wa malighafi kama alivyosema yeye. Kumbe mwizi wa hisia. Mimi nilifikiri mwizi wa mali za watu. Kumbe mwizi wa hisia. Lakini babu, sisi wote tumefanya kazi hizo. Hakuna mwanaume asiyofanya mambo hayo, lakini tulifata kwa kufata sheria. Kwa hiyo nakushauri babu, fata sheria. Acha kufata watoto wa watu nje ya sheria. Utaumia. Pale ndo kwa kina Tete pale. Nyumba ile pale? Sawa, nitakuja siku nyingine. Sasa kulikuwa na haja gani ya kunisumbua wakati kumbe ulikuwa unahitaji kufika leo? Lakini si nilikulipa. Nyo, umeshanilipa. Kwa ndo nisumbue hivi kweli? Fanya kitu kimoja. Sitaki waje nisikie pale. Ongeze buku. Mimi sina buku. Sema wewe una akili wewe. Ndevu hizo kama mizizi ya bangi, yani ekei mchicha. Utanitafuta. Pole rafiki yangu. Mwisho wa siku utapata mwingine. Haladi. Siwezi. Bazoga na maana kubwa sana kwangu. Kwa kuwa hayupo, hana maana tena. Unaniona mimi? Mtu akisogeza na kata nafunua. Usirahisishe. Nimetoka naye mbali sana. Nikushauri kitu. Kula bange. Matatizo yote hayo yataisha. Kweli? Asa kumbe mimi nilishawahi kupata changamoto kama zako,
lakini nikala msuba, mwisho siku maisha kaenda. Tuweze tu ndugu yangu. Sio hivyo bwana, mtoto wa kiume. Jamani, na mgeni. Karibu. Asante sana. Karibu ndani. Hapana. Nahitaji kuoa. Nilisikia una wadi. Na Tete naye. Nataka niongeze mke mwingine. Huenda akanisikiliza ninavyotaka. Ni kweli wali mnao, ila subiri niongee na wazazi wao nione ni yupi ambaye hajawekewa bukeni, halafu nitakupa taarifa. Lakini Tete kapitia kwenye mkono wangu, ina maana umeshindwana naye? Hapana. Nampenda sana mke wangu na sijashindwana naye. Nzuri, dini inaruhusu, na ndio maana nataka nimuongezee mke wa pili. Sawa. Haya, sawa. Mazonge mdogo wangu. Leo Njenje alikuja nyumbani. Kwa nini nakumwelekeza sehemu ninakopatikana? Mazonge, sio vizuri. Mila na desturi zetu haziruhusu. Dada, ninachokushauri bora tu ukae utulie na ufanye kile unachoambiwa. Huyo Njenje atakusaidia nini? Atakupotezea tu muda. Tulia. Maliza mafunzo yako, mwanaume sahihi atajitokeza kwa ajili yako. Mume wangu tano. Hakikisha mwanamke unayemuoa usimlete hapa, umtafutie pa kukaa. Huyu amejuaje?